Ninatamani tukajifunze lile neno la Mungu kutoka katika kile kitabu cha Marko, ile sura ya 16 kuanzia ule mstari wa 15 na ule mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Ndugu unayenisikiliza, nataka tukatafakari maneno haya ya uzima. Neno la Mungu linasema aaminie na kubatizwa, ule mstari wa 16, ndiye atakayeokoka. Ninatamani sana leo tukajifunze haya maneno ya uzima. Aaminie ni nani kati yangu mimi mtu mzima au mtoto mdogo? Ninachofikiri ni kwamba anayeweza kuamini ni yule mtu ambaye tayari amekwisha kuwa mtu mzima anayeweza kupambanua mema na mabaya, wala si mtoto. Na anayebatizwa pia ni mtu mzima anayejitambua kupambanua mema na mabaya, wala si mtoto. Lakini leo wapo waliobadili neema ya Mungu kwa ufisadi, au neno la Mungu kwa uongo. Watoto wadogo ndio wanaoaminishwa, wanabatizwa wakiwa wadogo, hawajui kupambanua mema wala mabaya. Ndiposa tunaona ulimwengu unavyozidi kuharibika, maana watu hawajakiri na kumwamini Kristo na kubatizwa wakiwa na akili zao timamu, kwamba wametubia dhambi zao, kwamba wameacha maovu yao. Unakuta sasa ule uongo uliofanyika, waliowafanyia watu wakiwa watoto, ndipo maovu yanazidi duniani, kwa sababu watu hawajakana dhambi zao wakiwa wanajitambua. Hivyo ndugu, nakusihi leo kapate tubu. Wewe unayenisikiliza ukiwa mtu mzima, ukaamini neno la Mungu, ukakubali kubatizwa ili ukahesabiwe haki ile inayotakiwa tuhesabiwe sisi kama wanadamu, na kupewa nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuweza kushinda maovu na kumuishi Kristo na kuishi yale mapenzi anayotaka Mungu sisi tuishi katika dunia hii. Na mwishoni tutakapofika sasa kule, kitabu kitakapofunguliwa kuangalia ni nani aliyekubali kumkiri Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake na akakubali kufa na kufuka kwa ajili yake kwa njia ya ubatizo, akiwa anajitambua, akajikana mwenyewe akiwa anajitambua, huyo mtu ndiye atakayepata haki ya uzima. Lakini wale waliokana wakabatizwa ubatizo wa kichwani tu watapata hukumu ya mauti, kwa sababu neno la Mungu halipingiki. Neno la Mungu ni amina na kweli. Ndugu yangu, nikupe mfano kidogo. Sisi wenyewe wanadamu tunakufa hapa duniani na tunazikana. Sijawahi kuona mtu amezikwa kichwa tu, lakini mwili mwingine ukabaki juu. Ni dhahiri kwamba sisi tukiwa watu wazima hivi, hakuna mtu aliyezikwa kichwa tu, umbo lingine likabaki juu. Kwa hiyo kuzikwa ni ishara ya kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Tunazikwa katika maji, tunafufuliwa pamoja na nguvu ya Kristo, alafu tunapewa neema ya kumuishi Kristo, tunapewa nguvu ya kuweza kushinda dhambi, ya kuweza kushinda ulimwengu uliojaa maovu. Tunahesabiwa haki pamoja na Kristo ili baadaye tukaweze kuurithi uzima kupitia haki hizi tunazohesabiwa. Asante uliyenisikiliza. Naomba moyo wako usiwe mgumu unaposikia maneno haya, ukapate kutafakari ubatizo ulionao na imani ulionayo kwa Kristo Yesu, ukapate kugeuka na kubadilika, ili Kristo atakapokuja akute uliishi yale aliyoyaacha katika maneno yake ya uzima. Nikutakie amani ya Kristo ikatawale, ikafungua moyo wako, ikafanya moyo wako kuwa mlaini unaosikia neno la Mungu na kutafakari maneno ya Mungu na kujirudi. Wewe ambaye bado hujapata neema hii ya kuamini na kubatizwa, ukapate kugeuka na kumrudia Kristo, maana neema yake inamtafuta kila mtu apate kurudi na kutubu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana wa Mungu aliye hai, ukapate kufunguliwa na kupokea maneno ya uzima na kubadilisha maisha yako, ukaweze kumpata huyo Kristo. Amen.